Muuaji alirusha kishale haraka kupitia hewani, kiliruka moja kwa moja kuelekea kwa mkurugenzi mkuu CEO. Katika wakati huo muhimu, msichana wa miaka 8 alikishika kishale hicho kwa urahisi kwa mkono mmoja. Mara tu baada ya muuaji huyo kukata tamaa na kujiandaa kumgonga CEO kwa gari lake, yule msichana alichukua hatua tena, akisimamisha gari hilo lililokuwa likikimbia kwa kidole kimoja tu. Kisha, kwa kupepesa tu kidole chake, gari hilo lilitoweka ghafla, likiacha nyuma yake dereva tu na usukani wake. Akiona sura ya mshtuko kwenye uso wa CEO, yule msichana alimfunulia utambulisho wake wa kweli, akidai kuwa yeye ndiye bibi yake mkubwa wa zamani, ancestor. Ilibainika kuwa siku 3 tu mapema, wakati alipokuwa akifanya mazoezi ya uchawi, alipigwa kwa bahati mbaya na radi na kubadilishwa kuwa msichana mdogo. Mara moja alitumia uchawi kujua ni kwa nini hili lilitokea. Ndipo alipogundua kwamba njia pekee ya kurudi kwenye umbo lake la asili ilikuwa kurudisha ustawi kwa familia yake. Kwa hivyo, akiwa katika umbo lake la mtoto, alishuka kwenye ulimwengu wa wanadamu kutafuta wanachama wa familia yake. Wakati huo huo, gari la kifahari lilisimama mbele yake. CEO alitoka nje ya gari na yule msichana mara moja alimtambua kuwa mjukuu wake. Alipokuwa karibu kumsalimia, aliona mtu akijaribu kumuua. Kwa hivyo, baada ya kumshughulikia muuaji huyo, alimwambia CEO yeye ni nani hasa. CEO hakuweza kuamini kabisa. Ingewezekanaje msichana wa miaka 8 athubutu kujifanya kuwa bibi yake mkubwa wa zamani? Hata alipoona uchawi uking'aa juu ya kichwa chake, alisisitiza kuwa alikuwa anatumia udanganyifu kumdanganya. Mara moja aliamuru watu wake wafichue hila yake ya uchawi. Bila kutarajia, watu wake hawakuweza kuona uchawi huo hata kidogo. CEO alishtuka. Wakati huo, yule msichana alimwona mara kuwa CEO alikuwa mgonjwa sana. Hili lilimshtua zaidi, kwa sababu yeye pekee ndiye aliyefahamu kuhusu ugonjwa huu. Yule msichana mara moja alimwambia CEO amletee wanaume 10 wenye afya njema ili aweze kumponya. Muda mfupi baadaye, wanaume 10 waliojengeka vizuri walipangwa mbele ya CEO. Baada ya kuwachagua kwa uangalifu, aliwaagiza kukaa katika duara kumzunguka. Akiona mpangilio huo wa ajabu, CEO alihisi wasiwasi. Ndipo yule msichana alimwambia kwamba sababu ya yeye kuwa mgonjwa ilikuwa ni kwamba mtu alikuwa amemtupia laana ili kubadilisha hatima naye. Yule msichana kisha alitumia uchawi wake na kumuonyesha CEO uchawi mweusi uliokuwa ukielea juu ya kichwa chake. Ndipo tu alipomwamini kabisa. Baada ya hapo, yule msichana alifanya tamko ili kupeleka nguvu za wanaume hao kwenye mwili wa CEO. Muda si mrefu uchawi mweusi uliokuwa juu ya CEO ulitoweka kabisa. Wakati huo, mchawi mweusi aliyekuwa amemlaani CEO alijeruhiwa ghafla. Mara moja aligundua kwamba laana yake imevunjwa. Mwanamume mkaribu alikimbilia kumwangalia. Mchawi huyo alimwambia kwamba laana ya CEO imeondoka na ikiwa bado anataka kuchukua nafasi ya kiongozi wa familia, atalazimika kuumua mzee wa ukaa. Ilibainika kuwa mwanamume huyu alikuwa Jack, ndugu mdogo wa CEO. Alipomua mzee wa ukaa, aliajiri daktari feki kuambia kila mko kwamba mzee huyu amefariki. Wakati wote walipokuwa wakihuzunika, kwa makusudi aliufunuka mkono wa mzee wa ukaa uliokuwa bado unasogea kwenye litamba, ikitengeneza udanganyifu kwamba alikuwa amekufa. Wanachama wengine wa familia walimuomba Jack amjulishe CEO ahudhurie mazishi, lakini Jack waliwadanganya akidai CEO hataki kuhudhuria. Kila mtu alimkasirika sana. Hawakujua kuwa yule msichana alikuwa tayari ametumia uchawi wake kujua ukweli kuhusu mzee wa ukaa. Na sasa CEO baada ya matibabu ya yule msichana aliamini kabisa kwamba kwa kweli alikuwa bibi yake mkubwa. Mara moja alipiga magoti mbele yake na kuomba msamaha. Yule msichana hakuweza kustahimili